So like nitakuwa safe hapo ndani. Nini? Will I be safe? Light? Safe. Yeah. Rumande ni safe. Hiyo call peke yake is enough to sum up kwamba Albert alikuwa ni mtu anapenda life sana. Na angependa kuishi maisha yake yote, lakini imekatwa sasa. Will I be safe? Anajaribu kuuliza a friend who has been in the cells. Do you think I'll be safe here in the cell? So what does it tell you? Does it really mean that this guy anaweza uliza kama anaweza kuwa safe kwa mikono ya polisi alafu tena ajiue? It doesn't make sense. No. Yes. Those people in authority don't know this. Lakini yale mambo ambayo Wakenya wanapitia kwa leo, iwapo huyo rais leo ataweza kushuka chini tu avae viatu za raia. Naam. Na afunike goggles venye tulisema, na aweke kofia na mask ya mdomo, watu wasijue huyu ni Ruto. He'll get to know what people are going through. And what can you say about the relationship between police and the citizens? How is the relationship between... It's tainted. It's tainted. Naam. So like nitakuwa safe hapo ndani. Nini? Will I be safe? Light? Safe. Yeah. Rumande ni safe. Welcome to Jenga Kenya YouTube TV, where we discuss more about politics, things zenye zinaendelea Kenya. Juzi tumeona vitu ambazo zinaendelea Kenya so far, tumeona vitu ambazo zinajitokeza. Na leo tuko na mambo ambayo tunataka to discuss hapa about the kifo cha Ojwang. Tunaelewa Ojwang alikuwa kijana ambaye ni mchapakazi, kijana ambaye alikuwa anajituma sana. So today tuko hapa na mgeni wetu wa leo ambaye tutakuwa tunadiscuss na yeye. Mgeni wetu sio mwingine, ni mgeni ambaye tumemzoea, mgeni ambaye pia akona experience, akona uzoefu pia, mgeni ambaye anajulikana kama vile Shadi ama Shada. Karibu sana. Asante sana. Naam. Thank you so much for that wonderful intro as usual. Naam. Yeah, kuna mengi sana ambayo yanaendelea. True. Na kuna yale ambayo ni ya kuudhi. Na kuna wengine ambayo ni ya kushtukia pia. Naam. Jinsi ambavyo umesema huyu kijana mchapakazi alikuwa na Albert Albert Ojwang. Albert Ojwang tumekuwa tukifuatilia kwa muda sasa. Naam. And unfortunately every other day mambo yanajitokeza mapya tofauti. Naam. Yeah. Yanajitokeza tofauti. Leo IG amepeana hii statement, kesho inabadilishwa na inachukiza sana. True. Unajua ikifika kwa level kama hiyo, Mkenya wa kawaida anajiuliza kwamba now kama hawa ndio wanapeana such contradictory reports. Na ni kitu ambacho kinahusu wa Kenya kabisa. Naam. How can we ever get to trust them with our lives? No. Yeah? Of course kuna wengine ambao pia wamekuwa kiulizia, hata Senate jana walikuwa wanaulizia bunge. Ya kwamba we have always thought that police stations are the most safest place. True. Ukifukuzwa na jambazi na wakora unakimbilia huko kwa sababu huko ndio unajua kwamba usalama wako upo. True. But now until to this extent, everybody is convinced that it is more safe kukua kwa mikono ya wakora wa kawaida kuliko kukua kwa mikono ya police. It's no longer any safe. Yeah. Na why do you think watu wanasema ni safe kwa mikono ya wakora rather than kwa mikono ya polisi? Kwa sababu tunajua hiyo venye tumesema kwa mikono ya polisi unafaa, hapo ndipo unafaa kuwa uko safe. Yeah. Hapo ndipo unafaa kuwa una feel like uko well protected. Yeah. Una feel like kwa nini watu wanasema uko kwa mikono ya wakora ndio uko safe kushinda kwa mikono ya polisi? I think it's because people have really lost trust in the police force. Naam. Kutokana na mambo mengi tu ambayo sasa hizi tunayapata. For the longest time unajua polisi imekuwa ikipeana, especially when the report is coming from the Director General, IG. Kila mtu anaamini kwamba this is the most trusted report. Naam. Lakini sasa kama report itakuja na pia kitu kingine ni kwamba report imekuja and then kwa muda si muda the same report now changes to something else. Naam. So unaona?
it becomes very contradictory and untrustworthy. Na hiyo untrustworthiness sasa ndio inatuma raia wana prefer kwamba hapana. So it's more trusted ikiwa kwa mikono ya sisi wenyewe kwa wenyewe. True. Kuliko tunapoiweka katika mikono ya polisi. Na jambo lingine ni kwamba mara mingi hata kwa street, wakati ya street justice ukiangalia unakuta kwamba kuna jamaa anapigwa lakini polisi akikuja hapa na anasema tuachiwe ni wetu. Wanamtupa kwa Land Rover, they save his life. Because tunaamini kwamba nobody should be judged guilty unless proven otherwise. True. Lakini sasa saizi ukiingia tu kwa mikono ya polisi na una hii, all at once you are guilty. Na when you are guilty now you are sentenced to death. Just the same way Ojwang amekuwa sentenced to death. Kitambo ilikuwa ni kwamba jinsi ambavyo kuna msemaji wa serikali wa polisi mmoja alikuwa anaitwa nani huyu Owino. Mr. Owino. Alikuwa anasema kwamba kutokana na ile elimu ambayo amefunzwa ni kwamba ni hatari sana iwapo mfungwa anaweza kufa kwa mikono ya polisi. Ni hatari sana kwa sababu obviously chenye kitatokea ni kwamba huyu amekufa kwa mikono ya nani? Ya polisi. Ningependa kukurudisha nyuma kidogo. Kwa nini hawa polisi ama hawa ambao wanafanya uchunguzi DCI wanatumia wa polisi ambao ni wahalifu kuchunguza kesi yenye iko against them na tunaongoja watoe ripoti ambazo zitakuwa ni yani justice. Hakuna venye unaweza kuwa wewe ndio unashukiwa na hiyo kesi na wewe bado ndio unatatua hiyo kesi. What can you say about it? That should be the case ya kwamba mtu anaposhukiwa huyo si mhalifu, ni mshukiwa. Kajitambulisha kwamba wao wametoka DCI Nairobi. Kijana ametusi mkubwa wao, kwa hivyo wametuma kutoka Nairobi waje nyumbani kumchukua huyu mtoto. Kaniambia tumekuja kumchukua huyu kijana, mimi ni afisa wa polisi. Akanionyesha kibandiko hapa kwenye kifua chake, katag kako hapo, na nikaridhika kuona kwamba basi kama amekuja kumchukua ni vyema, kwa sababu pengine kuna jambo ambalo si sawa ambayo imewafanya wao, kwa sababu inashukiwa kwamba ni yeye ndiye aliauthorize whatever happened in the public court. Ni kwamba nani anaitwa Langat? Eliud Langat. Mimi si expert, but the little that I know is that wakati situation kama hii inatokea, haitakani yule mtu ambaye ni mshukiwa awe part and parcel of that case. Anatakana kukuwaputa aside ndio kusudi whoever shall be adjudicating the ruling to this waweze kukuwa na ile nafasi ya kutoa hukumu yao pasipo na ile uoga ya kwamba huyu mtu wako hapa na ni huyu mwenye pia bado tunafanya nini, tunashuku kwamba ameweza kuhusika katika mauaji ya haya. I think na pia tumekuwa tukiwatch some 2 hours ago clip ya kwamba protesters wanajaribu kublock gari ya deputy ya DIG. Ni kumaanisha kwamba baada kwa kazi ako kazi. Na sasa hiyo sasa ndio inaturudisha kwa ile hasira ambayo Wakenya wako nayo na nani na serikali. Ya kwamba life ya raia wa kawaida means nothing to the authority. Angewekwa kando, uchunguzi uweze kufanyika, alafu baadaye ndio afanye vitu ambavyo anaweza fanya nini? Anaweza fanya. So time yenye unasema aekwe kando, it means like anafaa kuwa ako fired ama anafaa kuwa ametengwa, ameondolewa kwa ofisi. Kuna ile kitu si anaondolewa kwa ofisi. Kuna ile kitu inaitwa suspension. Hata shule wakati mlikuwa mnafanya makosa unakuwa suspended. 2 weeks. Suspension doesn't mean that you have been expelled ama fired for the case of the DIG. Kwa hivyo ni vyema kama anaweza akakaa kando na uchunguzi uweze kufanywa, kama is innocent akwe reinstated. Kusudi ya kuweza bring back the public trust with the police. Lakini jinsi ambavyo saizi mambo yalivyo, unamuona IG
anapeana nini pressure na huyu DIG ako kanda yake. Somebody deliberately just takes things, somebody's life into his own hands. Ya kwamba I can just do whatever I can do with his life. Yani ukijaribu kuimagine ya kwamba it's your own son. Wacha tuiongee kama sasa wanadamu wa Kenya. The only, kwanza ni the only. Wacha hata kukua only, it is your son. Labda wewe DIG yako na watoto wengi boys, but hata mmoja peke yake akiweza tolewa kati ya hao wengine, it's very painful. Hata I feel very very painful. I'm telling you, wakati itakapofika mkikuwa na watoto, that is when you realize that every child matters in your life. Na kuweza tu kutoa mtoto mmoja namna hii, it is very very painful. So I might not exactly understand the pain, the magnitude of the pain that old man and the mother to Albert could be going through, because hao sasa ndio I feel first hand. But what I know is that it's very very painful. Na ndio sababu unakuta jenzi wanakaa wapi? Wanakaa kwa streets hizi, because they are relating. Wanafikiria kama sasa ingekuwa ni mimi, what will be my father be thinking? What will my parent be feeling? Yeah? Ukiona machozi ya huyo mzee, you feel it touches you. Yeah, nilikuwa nafuata naona akisema ya kwamba wakati ambao alikuwa anasomesha huyo kijana, sometimes hata alikuwa anafanya kazi kwa kware. You can imagine what parents go through. Yeah. Alikuwa anafanya kazi kwa kware, sometimes pia anajinyima ndio mtoto wake apate masomo after baadaye ya kuja msaidie. So wanasema ni kwamba sasa ana feel like ni kama wamemkata mkono, kwa sababu kuondoa kijana wake ni kama wamemkata mkono, kwa sababu ni alikuwa tegemea familia. Hata si mkono tu. Si mkono tu. Si hata tegemea familia, kwa sababu wazazi, we always want to pass on a legacy to our generation. Unapokuwa jinsi ulivyo hivi, unataka as my son I want to see something from you. True. Unaona? Sherehe yangu si wewe, sherehe yangu ni kusherehekea wale watoto ambao wewe utazaa sasa. Wajukuu. Au sasa ndio wanakupatia ile nguvu kujua kwamba your lineage is still going on. But now when this is cut, na ni mtoto mmoja peke yake, hope inaenda. Hope inaenda, yani a part of you goes literally. Huyu mtu anakosa umuhimu wa kukaa nyumbani, anakosa umuhimu hata kuwa hai. It's only child. Wow. What can you say about the relationship between police and the citizens? How is the relationship between? It's tainted. It's tainted. Hatutasema police, cause there are some good policemen. Yeah, true. Si wote wabaya. Let truth be told. Kuna polisi ambao ni wazuri sana. Yule mwenye atakukuta kwa jam na asukume gari yako. Unaona? Akusaidia kusukuma gari itoke. Yule mwenye atakukuta uko ina fix. Na atoe pesa yake afanye nini? Akusaidia. Akupatia kwambie kwamba go home. Yule mwenye utapiga simu namna hii na ata respond real time na afike, na si rafiki yako. So they are good policemen. But now hawa chache ambao sasa tunajua kwamba na hatred yetu ni si hata kati ya raia na polisi, because policemen and policewomen are just agents of the state. True. Asira ya raia na uhasama wa raia ni kwa sababu tunajua kwamba whoever is on authority, ambaye sasa ndio amiri jeshi mkuu, jinsi ambavyo jina hujitokeza, sio? Na watu hujigamba kwamba mimi ndiye mimi. Kama Mama Samia alisema kwamba nitawaonyesha kwamba mimi ndio mimi. Huyo ndio amiri jeshi mkuu. He has the authority over everything. Commander in chief. Wa maforces yuko na hii forces ingine kidogo hii. So whatever is happening here, down here, interpretation ya raia inakuwa ni kwamba these are just but agents of the higher being. True. Who is now the amiri jeshi mkuu. Na uhasama wetu sasa si uhasama kati ya polisi na raia, ni uhasama kati ya the state with the public. Saizi tuko na watu wawili, si hata matajiri na maskini. Ni raia na serikali. These are very big divide. Ili kwamba
the state is not in a position of coming down Naam. na kujaribu kuwear the shoes of the ailing Kenyans, normal Kenyans. Naam. So the bitterness that Kenyans are having today, si bitterness tu yenye utasema kwamba imejitokeza tu popote. Ni bitterness yenye inatokana na uchumi ulio mbaya, the unfulfilled promises by the state, the extrajudicial killings, abductions zinaendelea. So labda abductions zimeisha, sasa saa hizi ni mchana, daylight killing. Unakuja unachukuliwa tu mbele ya familia yako na baba yako na mama yako, and then the next thing that is hard ni kwamba you are no more. Hauko. Wewe umekufa. So it's very, very painful. Because whatever the Kenyans are going through is a lot. Remember, hakuna kazi, hakuna biashara, hakuna nini. Last time tuliongelea kwamba Mungu ametufavor akatupatia mvua. True. But hata kwa hii mvua mwenye amepanda hawezi rudisha chake. Cause wewe umepanda nyanya na hii nyanya hakuna watu wenye wanai-afford. Hata ukiweka bei ya chini bado watu wanakula cabbage. Kweli. Yenye haina nyanya na haina nyanya, haina kitunguu. Because they can't afford it. So who is benefiting from this? Na ndio sababu tu sasa tunajiuliza who benefits from such atrocities. Wakati ambapo Wakenya wa kawaida wanawawa na wanaumia. So what can you say, una feel like ni nani ana insight youth ama young generation kwa hii mambo yote ambayo tunaona? Ni mtu anawa insight, anawafanya of course it might not be a situation, or it might be, it's both situation and people. And you can incite me without knowing. Unaona? You can cause a situation to happen to me, agitate me to rebel against you. And that is the case with the Kenyan government today. As much as we wish to be so wanahitaji wazalendo kwa taifa letu lakini watu wanapitia machungu sana, truth be told. Hata kama ndio hii uoga wanajaribu kuweka kwa Kenya, but people are going through a lot of stress. Those people in authority don't know this. Lakini yale mambo ambayo Wakenya wanapitia kwa leo, iwapo huyo rais leo ataweza kushuka chini tu avae viatu za raia na afunike goggles venye tulisema, na aweke kofia na mask ya mdomo, watu wasijue huyu ni Ruto, he'll get to know what people are going through. But now because yeye amezungukwa na majeshi, amezungukwa na kila kitu, hata yeye ukisema kwamba your life is in danger does not matter to him because he's safe. But even having said that, tunajua kwamba kwa mfano kama Kanja anatupiwa story yenye labda hata si yake. An innocent. Huyu ni mtu anatakana kuwa na handle a lot of stuff. So this thing gets him tutasema nini, zinampata unaware, kota unaware, honestly unaware. Kwa sababu watu wana demand, public ina demand report kutoka kwake, na yeye hana information whatever has happened. Kwa sababu labda ni mdogo wake amefanya, na hajui hata ni huyu mwenye ako immediate kwake ndiye amefanya the same. So he is busy reading a press statement. True. Which doesn't make sense in the eyes of the Kenyans. Alafu baadaye anapofuatilia ndiye anapata ukweli, na it becomes so awkward, right? Hapo pia ikitufikisha kwa level kama hiyo, mtu unajiuliza kwamba hao watu ambao wanachukuliwa tu, ambao there's nobody who can stand in for them as witnesses, wanachukuliwa tu na kuenda. How can you now trust the government with such? Ni mzito. Kwa sababu ukifuata story ya Albert, unasikia kwanza yeye alienda akawekwa kwa seli yake kando. Hakuna venye unaweza shikwa uende uwekwe kwa seli yako kando na kuna seli ambazo ziko na watu. Unafaa maybe ukishikwa unaenda unawekwa kwa seli yenye iko na watu wengine, kwa sababu ukiangalia wanasema kwenye alikufia alijipigisha ukuta. But lakini autopsy imetoka kama damu inatoka kwa mapua, inatoka kwa mdomo, alafu ako na physical injuries. Pia kwa mikono inaonekana. Alikuwa
Huwezi kuwa unajipigisha kila mahali kwa nini? It doesn't make sense. And there is no way ati venye unaweza niambia mtu anajipigisha ukuta. It makes sense. Ati unakaa hivi unajipigisha ukuta hadi unakufa. How? Does it make sense? No. Okay. Kuna the last call ya Albert to a friend of his. Naam. So like nitakuwa safe hapo ndani. Nini? Will I be safe? Light? Safe. Yeah. Rumande ni safe. Hiyo call peke yake is enough to sum up kwamba Albert alikuwa ni mtu anapenda life sana. Na angependa kuishi maisha yake yote, lakini imekatwa sasa. Because in the phone call ambayo tutaicheza pia, anasema kwamba will I be safe? Anajaribu kuuliza a friend who has been in the cells. Do you think I'll be safe here in the cell? So what does it tell you? Does it really mean that this guy anaweza uliza kama anaweza kuwa safe kwa mikono ya polisi alafu tena ajiue? It doesn't make sense. Naam. Because he's asking, can I be safe here? Is my life guaranteed here in these cells? Alafu mtu atokee kando aseme kwamba alijigogesha kwa something else that people ask. Kama alikuwa amewekwa kwa cell peke yake, who was there to witness him? Akijigongesha paka akakufa. Na CCTV, I think kuna CCTV. Wanafaa CCTV. Achana na mambo ya CCTV because nobody can dispute kile kitu ambacho we hujaona kikifanyika, especially in the hands of the police because we always assume that they are the final. So yale ambayo yanatendeka, madhila yenye yatatendeka huko na labda alifikishwa kama amekufa, nobody knows. Hiyo safari pia ni mrefu. Yeah. Kwa sababu watu ambao walienda kufuata kesi walienda wakasema hawakupata kesi yake haikuwa imeandikwa kwa OB. Hakuna venye unaweza enda kwa police custody alafu ukose kupewa OB ama ukose kuandikwa kwa OB. How comes unapelekwaje? And then with the ranks ya polisi, mdogo ajuangi mkubwa anafanya nini. Huyu yani with these steps these guys don't know. Wewe ukiambiwa tu you just follow the command. Wewe ukiambiwa go do this, go enda mchukua kuja weka hapa, that is what you do. You don't even question. It's not. Where's the question? Order. That's an order. Na huyo mwenye ametupiwa ni mdogo. Pia akiambiwa sasa chukua huyu haraka ni yesa, fikisha Nairobi. Nairobi haitaki kujua kama utatumia pesa zako ama utatumia fuel ya nani. Lazima huyu mtu afike wapi? Afike Nairobi. So these orders most of the time hata mtu wa chini haelewangi huyu amekosa nini na huyu anatakiwa nini. Unaona? They just follow orders. Mwenye labda atamalizia huko mbele ameambiwa sasa wewe deal na hii. Yeye ana deal nayo tu because ana follow orders. Kwa sababu order ni poa though. Ukiangalia huyu Albert ni mtu ambaye ukiangalia venye tu ulimesema hapo awali, umesema ni mtu ambaye alikuwa anaongea na watu sana. Ni mtu ambaye alikuwa anafanya shughuli mingi sana na kazi yake, na nilisikia mpaka kwenye alisomea chuo kikuu. Wanafunzi pia wao huko wameleta shida sana. Wanasema wanataka justice ifanyike. Na swali lingine ningependa kukuuliza, unaona kama government itasaidia hii familia kuzika ama kupumzisha kijana wao, ama watawaachia familia shughuli zote za pata? Kwa sababu mtu alichukuliwa watu ambao walimchukua ni polisi, so hao ndio wanafaa wasimamie everything. Hata serikali isipozika Wakenya watazika tu. Unajua how Kenyans love each other and then Kenyans are uniting in so many ways. Unasikia saa hizi baba amechangiwa kitu, but that one can never replace somebody's life. Baba amechangiwa pesa na Wakenya, but that one can never replace. Ni heri ukose billions but you have a loved one besides you. So case here whether the government will involve itself hata ni kama matusi tu. And then asking for justice, probably justice, if justice will ever be met. For a dead person, I've never believed that justice can never be found. Why? To a dead person. Because justice can only happen if you are the one who is being when you're not rewarded for that. So Albert is dead. However much you might want to give to this family will not help Albert. Huyu ni jamaa alikuwa na life, alikuwa anataka kuishi. So mtu yote akitoka huko hata aseme mambo ya justice, you can pay them money, you can
wanaweza wekwa kwa coffin yenye iko very expensive but that is not justice according to me. That can never be justice because justice can only happen wakati umetolewa mguu na mguu wako umefanya nini? Umerudishwa. Umetolewa kichwa na kichwa wako imefanya nini? Imerudishwa. But for this case whatever contribution that the government has to us, we are just saying because we are not experts. True. Whatever contribution, and that is my personal, whatever contribution the government can have to us, Albert's burial has no meaning completely because so many of the Gen Zs tayari wameshakufa na kaziko kwa mikono ya nani? Ya serikali. Na serikali itasema kwamba sisi tukipeana huwa hatutangazi, tunapeana tu tukipeana huko chini. But still that one is not justice. Wow. Kenyans are hurting. Because juzi tumeona hata 1 month haijaisha tangu Were amekuwa murdered. Tena kukakaa kidogo tukaona George Kaimburi ndio na yeye kidogo alikuwa tena abducted. Kukakaa kidogo ndio huyo Rose Njeri. Kukakaa tena kidogo ndio sasa kifo ya Albert. So sijui tutafeel tuko safe kwa mikono nani sisi kama Wakenya, kwa sababu kama unaona polisi ndio watu ambao tuna trust sana na ni watu ambao tuko na hope na wao sana, tuko safe, but tunakuta kumbe hao ndio wanawauzia. Na the same applies wakati ambapo sasa saizi ni unajua hii kesi unaona kila mtu anasema tupatie IPOA pesa, tupatie IPOA nafasi iweze but remember IPOA bado ni polisi. I think it ni serikali, ni independent. They just call it independent, but this is the state. Ni serikali. IPOA analipwa na nani? Government. Na serikali. Sio ni mfanyikazi wa serikali. Now, na mara mingi tumesikia serikali IPOA kilalamika wakisema kwamba they are not given furnished with enough in evidence, enough police are not cooperating wakati wanajaribu kufanya investigation yao. Do you think police inaweza cooperate kwa kusudi ya incriminate one of their own? Do you think it can happen? I don't think so. It can't happen. So hivi vyote ambavyo tunaviongelea and how we wished that IPOA probably ingekuwa ni body ingine tofauti sana labda yenye inalipwa na international companies. Si Kenya. Kwa sababu once kama inalipwa na Kenya, command ikitoka tu mahali popote inamaanisha kwamba the investigation gani yao yenye wamefanya ikago through. Tuseme tu kuanzia last Gen Z protest, wale watu wenye walikufa ni gani yenye imeenda through alafu mtu akalipwa? Hakuna. There's nothing. So even now I don't think that IPOA can be able to do anything. It can't. Yes, kuna wala ambao wako hapo ndani, they are so desirous to give their all. Lakini whoever feeds you controls you. True. Yule mwenye anakulisha ndiye anaamurisha chochote ambacho kinafanya nini? So IPOA wanabaki kuwa toothless in as much as some of them will wish to do that which is right. Sheria na yale mapato ambayo labda wanatakana kupewa na serikali ambayo sasa ni adui ya Mkenya inawafanya they can't be in a position of delivering what they are supposed to deliver. Kwa sababu I remember juzi tu president amesema abductions zimeisha, amesema hizo extrajudicial killings zimeisha, but kukaka I don't know, sijui ni wapi tunaelekea kama Kenyans, sijui ni wapi tunaenda, kwa sababu pia ukiangalia uchumi pia ndio hiyo. I don't know. Unajua kwa kiwango tu venye nimeweza kuongea juu ya Kanja. Kanja anapeana pressure na hana information mzuri kwa sababu it's not his duty to do the investigation. The same applies to the president. Yeye kwa sababu huyu mwenye ako chini labda ni venye tu mtoto wako anakuwa rowdy kwa sababu anajua babake yako na muscles, anaweza pigana na mtu mwingine. So probably mwenye ako chini nani huyu sasa tumemuita nani huyu? DIG. Yeah. Ako chini anajua kwamba venye huyo ako superior, mimi pia niko superior. Kwa sababu I'm looking up to him. Huyo ndio niko answerable kwake, si mtu mwingine.
So whatever I do, I just do it. Nitaifanya tu, atanifanya. Probably ndio sababu unaona bado ako kwa nini? Ako kwa ofisi sahihi. But kama ingekuwa ni kwamba president should niende anafaa kuwa amefired deputy ndiye anahusika. But ukiona nani ana fumble na maneno IG, ana fumble na maneno namna hii kujibu, is under the president. Is operating under the president. Right. So yeye hana uwezo wa kusema kwamba now I'm sending you packing. He has no authority, moral authority. Once he does that, probably anaingia kwa wrong books na nani? Na president. And then things become just so different. Kuna comment nilikuwa naona watu wa Kenya wakisema kwa nini ma MPs hawaongelelei story, but nimeona kuna senator kama senator kina Onyonga walikuwa wameongelelea story, but wa Kenya wanazusha sana, wanasema kama ni mtu mkubwa kwa government hii story ingekuwa kwa parliament, but kwa sababu sio mtu, wanasema hapana, is in the parliament. They are discussing. In fact, I think hiyo parliament Senate ilikuwa Senate ama nini, hata parliament MPs wamekuwa naiongelea, hata Senate imekuwa ikiongelea, tumesikia kina Onyonga wakiongea, but it's quite unfortunate. It's quite unfortunate sana. Sisi tunaongea tu kama wa Kenya, but tunajua kwamba there are those people who have a final say in the same. Na ombi letu ni kwamba rais aweze kusikiza haya. Tunajua kwamba ako mbali sana pia sometimes unajua shida zote tunatupie watoto wamechunana huku chini. Alafu mnasema baba yake ako wapi? Alikuwa kazini. Naam. So baba yake alikuwa kazini. By the way, na kuna mambo yenye president haizi jibu. It's true. Unaona? Kama haya sasa kuna possibility ataweza tu kuongelea baadaye. Lakini hawezi kujiengage. Akiongea anaongea kama final. Ni ukweli. Ni kama baba ameenda kazi, ameacha mama na watoto nyumbani. And then kids are fighting. And then when they are fighting with the neighbors, baba ndio ako tu nyinyi mnafanya, kwa nini mnapigana? Kwa nini mnapiga watoto wangu? Unaona? It becomes a silly war, right? So sometimes pia venye tu nimeongea juu ya Kanja na president, I'm not protecting him because yes, I respect him as my president, but I'm not protecting him. But what I'm saying is that anaweza kuwa huko mbali venye tu Kanja anapewa nini tu, anasema niletee, anapewa alafu anaanza kusoma. So if the president cannot take time pia aone how these things unfold, anaweza tupatia statement yenye ni ya ufala ya uana sana. So pia tunakata pande zote mbili, sio? Wow. Thank you so much. Kama ungependa kuchangia hapo hivi, tuandikie hapo ka comment, subscribe, share. Ukipata hii link ya Jenga Kenya YouTube TV, make sure umesubscribe na umeshare. Pia tunaweza taka kusikia maoni yako hapo kwa comment yako. Sana tunaomba kwamba help us grow through your subscriptions. We have almost 90% viewers who have not subscribed to our Jenga Kenya YouTube TV. So ombi letu ni kwamba brother, sister, we are here. Let's talk and see how we can be able to build a beautiful country together through Jenga Kenya. The best gift you can ever give to us, to put your subscription, like, and share to your friends and even your foes.